mstari ule wa 21 mpaka mstari wa 23, Yusufu akiwa gerezani, Mungu akampa upendeleo kwa mkuu wa gereza. Anapoingia pale kwa uaminifu wake, mkuu wa gereza akampa mamlaka yote Yusufu pale gerezani, akamwambia simamia wafungwa wengine na nitataka taarifa kutoka kwako. Sikiliza, unapokuwa mwaminifu, Mungu hakuachi, anakutetea. Yusufu anakaa pale gerezani, si mahali pake pa furaha, lakini basi Mungu ameona akae pale, na hata hivyo lilikuwa ni eneo lake la utume. Na nataka niwaambie vijana mnaotoka katika mafunzo haya, mnakwenda huko, bado mnatakiwa kuwa waaminifu. Na nataka niwaambie, pamoja na yote hayo, changamoto zaweza kutokea, lakini katikati ya changamoto Bwana hatawaacha, Bwana atawatetea. Na hivyo basi, baada ya uaminifu Mungu kuingilia kati, Biblia yangu inasema ukiwa mwaminifu Mungu hukuinua. Uaminifu wako Bwana atakuinua. Sasa hapa ndipo nataka nisome maelezo haya, kitabu kile ambacho Mungu aweza kukiweka unapokuwa mwaminifu. Katika Mwanzo 41 mstari wa 37 hadi 41 asema, Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote. Farao mstari wa 37, neno hili likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumishi wake wote. Farao akawaambia watumishi wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha haya yote, hapana mwenye nyumba yangu, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa msimamizi wa nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Mstari wa 41, Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Biblia yangu inaniambia hivi, baada ya Yusufu kuwepo pale gerezani, Mungu alifungua njia ya mafanikio. Akiwa pale gerezani, kuna watu wawili ambao walikuwa wameingizwa gerezani kama wahalifu kutoka katika ikulu ya mfalme. Mmoja alikuwa mnyweshaji, mwingine alikuwa mlishaji. Na hawa watu wakaingia pale gerezani kwa uaminifu wa Yusufu, wakamwamini kwamba hata wakimwambia mambo yao yawezekana. Siku moja Yusufu akiwa mle gerezani katika shughuli zake za kawaida kama msimamizi wa gereza, akawaona vijana wawili wamesononeka, wanasononeka. Akawaendea, mbona hamna raha? Wakasema, tumeota ndoto, lakini ndoto tulizoota hizi tunashindwa kujua maana yake. Baada ya kueleza ndoto zile, Yusufu akawafunulia ndoto zao. Akawaambia, sikiliza, miongoni mwenu mmoja wenu atarudishwa katika kazi, ila mmoja wenu anakwenda kunyongwa. Sasa yule ambaye alikuwa anarudishwa kazini, Yusufu akamwambia, sikiliza, utakapokwenda kule kwenye ikulu ya mfalme Farao, unisemee vizuri, ili ikiwezekana na mimi nitoke humu, maana si mahali pangu. Biblia inaeleza kwamba kijana yule alipofunguliwa akaenda katika kazi yake, yule mwingine alinyongwa. Alipofika pale akasahau kile Yusufu alichomtendea kumtafsiria ndoto. Ilimgharimu Yusufu kukaa miaka miwili gerezani, wala yule mtumishi wa mfalme
hakusema chochote. Sikilizeni ndugu zangu mlioko hapa, wakati fulani mafanikio yanahitaji uvumilivu, lakini katika uvumilivu kuna mateso. Pamoja ya kwamba Yusufu alionekana kuwa msimamizi, lakini mazingira ya gerezani si mahali pa furaha. Lakini bado Yusufu alibaki kuwa mwaminifu. Amemfasiria ndoto yule, amekaa miaka miwili, ila bado amebaki mwaminifu. Bakini kuwa waaminifu, hata hapo Mungu napo atawakumbuka. Biblia yangu nasema baada ya miaka miwili Mungu tena akatumia njia ya kumtoa Yusufu gerezani. Anapokuja mfalme anaota ndoto. Anapoota ndoto ile inamfadhaisha sana, lakini hakuna aliyeweza kufasiri ndoto. Ndipo yule mtumishi katika akili yake namwambia, yuko mtu mmoja alinitafsiria ndoto baada ya miaka miwili. Anakwenda kwa mfalme, anamwambia mfalme, kuna mfungwa mmoja anaitwa Yusufu. Nenda kule, alishawahi kunitafsiria ndoto. Huyo ukienda atakutafsiria ndoto. Ndipo mfalme anatuma ujumbe kule gerezani. Elewa mazingira ya gerezani. Lakini Yusufu, katika vitabu vingine wanasema Yusufu akaandaliwa, akaoga vizuri, akavaa vizuri, maana anakwenda kwa ikulu ya mfalme. Anapokwenda kwa ikulu ya mfalme, ndipo anaambiwa, Yusufu, nimesikia habari zako, ya kwamba haya ambayo yamenitokea waweza kuniambia. Ninaposoma sura ya 41, Yusufu anasema, si mimi ila yuko Mungu anaweza. Acha kuchukua nafasi ya Mungu, mwache Mungu atende. Yusufu anapotafsiri ndoto, mfalme anasema, haya uliyosema ni kweli. Aliota ndoto mbili, lakini zikiwa na maana moja, ya kwamba katika nchi ya Misri kutakuwa na njaa miaka 7. Na katika njaa miaka 7, Yusufu haishi tu kumtafsiria ndoto, anampa suluhisho, na kumwambia solution ni nini. Kwa kuwa kutakuwa na njaa miaka 7 mbele, kutakuwa na miaka 7 ya kwanza ya mavuno. Kwa hiyo mfalme, tafuta mtu, hasemi mimi, anasema tafuta mtu atakayesimamia kukusanya vyakula kwa miaka 7, ili wakati njaa itakapoingia ya miaka 7 uwe na hazina ya kutosha. Mfalme anasema ni wazo zuri. Mfalme anasema tumpate wapi mtu huyo? Mwisho mfalme anasema hakuna anayeweza kufanya kazi hiyo ila ni wewe Yusufu. Yusufu anaambiwa sasa, Yusufu sikiliza, mimi ni mfalme. Baada ya mimi, cheo kinachofuata ni wewe. Kutoka gerezani hadi kuwa waziri mkuu. Hoja yangu ni hii. Kisa hiki ni kirefu, lakini nikiachi hivyo. Hoja yangu ni hii mchana wa leo. Katika maisha tunayopita ziko changamoto nyingi. Na vijana mnatoka katika mafunzo haya, mnakwenda uraiani. Bakini kuwa waaminifu. Tumeshuhudia, tumekuwa nanyi kwa miaka miwili, tukiwalea kama kanisa. Tulijivunia kuwepo kwenu. Kama kanisa tulijivunia kuwepo kwenu, tunatamani sana uaminifu huo muendelee nao. Lakini hata katika kazi zenu, bakini kuwa waaminifu. Wakati fulani katika uaminifu kuna gharama zitakazoingia kama nilivyokwisha kusema, lakini nataka niwaambie, mkibaki kuwa waaminifu, Mungu hata hapo napo atawaangalia. Mwisho, Mungu huhitaji watu waaminifu ambao watamwakilisha popote ili ajidhihirishe kwao. Alimhitaji Yusufu. Yusufu akawa mwaminifu, mwisho akajidhihirisha, na kisa cha Yusufu kinaishia kuokoa familia yake. Na ndivyo ambavyo Mungu anavyotamani katika maisha yetu, kwamba kupitia uaminifu wetu, lakini wengi wakapate kuokolewa. Mungu natubariki.
Mungu atutangulie katika maisha yetu ya kila siku. Sisi sote tulioko hapa tubakini kuwa waaminifu na Mungu wetu atatubariki. Bwana na wabariki sana.